Shukran sana kwa majina, naitwa Mohamed Masudi almaarufu Medi, lakini jina maarufu zaidi la kimichezo wanaita drone ya Simba. Unaponiona mimi kama vile umeona michezo. Kwa upande wangu mimi, tukija kwenye swala la usajili, msimu huu Simba wamezamilia ubaya ubwela. Nasema hivyo kwa maana gani? Ukiangalia aina wachezaji wanataka kufanya kwa tetesi, wa mujibu wa tetesi, hii ni balaa jipya. Alafu ukiangalia na wapinzani wangu kuelekea kwenye usajili jinsi wanavyoweweseka, naona naenda kufanya balaa sana kwa msimu unaoanza. Nitakutulia mfano katika eneo la kiungo. Simba tuna viungo wa maana, tuna Yusuf Kagoma, lakini bado mpaka sasa hivi tumeshaongeza kiungo mwingine mzao wa maana. Hiyo namuongelea ni ile kujanja kutoka Pamba ya Mwanza. Pamba ya Mwanza, Kevin Nation, kiungo wa maana kabisa. Kama itoshi, tumeenda nje Stellenbosch, tumemchukua kiungo Ibrahim Bajem, kiungo wa maana kabisa, kiungo wa kati. Kama itoshi, tunaenda Nigeria kumtafuta kiungo ambaye sasa alikuwa anacheza ligi ya Greece. Kiungo wa maana kabisa. Yani yule ukiongelea kiungo, naweza ngatolea mfano, unamuona Alidi Aucho. Sema katika engo ya Alidi Aucho kidogo eji imeenda, alafu kuna vitu anavifanya kwa uhakika, vingine anachelewa. Kwa nini? Kwa kukaba Alidi Aucho na delay, lakini huyu jamaa kukaba iko vizuri, kutoa pasi iko vizuri. Nikisema niachane naye huyo, tukienda hapo tuna beki tutamtoa Stellenbosch, kwa sababu kuna tetesi kwamba mabeki wetu wawili kuna mmoja kama ana injury, lakini hapo nyuma kuna wazawa kama wote mabeki, wakati Wilson Nangu yuko alikuwa majeruhi, nadhani msimu unaweza kuanza, atarudi kama kawaida. Kama itoshi tena, tuna beki mwingine ambaye ni Blaza Kiamza, naye msimu unaoenda kuanza naweza kuwa naye pamoja. Kwa hiyo tukiongelea katika engo usajili msimu tumezamilia ubaya ubwela. Hapo sijamuongelea kiungo kutoka Stellenbosch. No, alikuwa anatoka Sekokune kama atakuwa niko sawa. Aitwa Kangwa na hisi kitu kama hicho. Ni winga mmoja wa pembeni. Jamaa bana, yule ni winga. Ukiongelea mawinga, yule ni winga. Amekamilika. Hebu imagine labda anapumzika Anset Ola afu anaingia huyo Kangwa, au anaanza Kangwa afu kutoka Kangwa anaingia Anset Ola. Simba tumezamilia ubaya ubwela. Hapo sijaongelea Tanzania hapa. Faisal Salum 90% anajiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Unataka nini kwa msimu unaenda kuanza? Simba tumezamilia ubaya ubwela. Kiungo namba 10 anasimama Faisal Salum. Striker pale Peter Shaulio kulikuwa Mamelodi Sundowns. Simba hapo kwenye hatua za mwisho kumalizana naye. Sasa kuna nini tena kingine? Msimu unaenda kuanza ni balaa. Na ninasema balaa kwa sababu gani? Nikiangalia mpinzani wangu Yanga, kwa tetesi amemsajili kiungo mshambuliaji kutoka Mashujaa. Mshambuliaji kutoka Mashujaa bwana mdogo na miaka 19. Pale Mashujaa penyewe anayeanza ni Juma Ramadhani Mgunda. Huyo Mgunda ndo striker ambaye Simba tumemsajili. Hakuwa anaanza, Yanga wamechukua namba 2. Hapo tunasema ni mwalimu. Kwa hiyo tukiangalia katika engo hiyo, sisi tuko mbali sana na wenzetu. Bado ukiongelea upande wa fullback, tuna fullback wa maana tumemsajili kutoka Azam FC pale. Naam, fullback wa kulia nimemsahau kidogo jina. Fullback wa maana Simba katika upande huu, katika engo usajili msimu huu nategemea ni ubaya ubwela. Tumekadilika kila idara. Ukiangalia kocha wetu tumeendelea kufanya usiri mkubwa sana ambao nilikuwa natamani sana kuupata, kwa sababu kuna vitu vingi vilikuwa vinafanyika vinawaiwa na watani wetu, lakini sasa hivi tumeamua kuwa serious. Nashangaa tu wanavyojitamba watani kwamba msimu huu wamepanga takriban bilioni 10 kwa wachezaji kutoka Mashujaa. Bilioni 10 zaidi kutoka Mashujaa, wachezaji watatu wametoka Mashujaa. Kweli bilioni 10. Watu subiri wa kigeni. Hapo wa kigeni dresi iliyokopa kwa klabu Yanga, kuna mchezaji anamchukua striker kutoka South Africa katika msimu mzima na goli 4. Sasa striker kweli goli 4 striker msimu mzima na mcheza mechi zote kacheza yeye. Yaani kwa upande wangu mimi naona kwa msimu unaenda kuanza Simba inaweza kuwa tishio hatari sana katika mpira, katika ligi kuu kwa ujumla, na sio ligi kuu tu, mpaka kimataifa, kwa sababu tumezamilia ubaya ubwela. Nadhani ndio wangu kwenye swala la kufanya kwa siri. Unajua asilimia kubwa Yanga hawana scout. Wana msifu engineer, lakini Yanga hawana scout. Scout asilimia kubwa wanategemea sisi Simba. Sisi Simba tumegundua hilo sasa hivi. Ndio maana ukiangalia tumeanza kuanzia kwenye uongozi, kuna vikao vingi vilifanyika kwa ajili ya kuondoa ya makando ambayo yanawafanya Yanga wanapata wachezaji wazuri kupitia sisi. Maana sisi ndio mascout wa Yanga. Sasa hivi wachezaji wetu sisi tunaenda tuko serious, ukifika tunachukua moja kwa moja. Fanya kama Karest huyo winga kutoka Sekokune, kama nitakuwa niko sawa. Huyo winga Yanga pia walitaka baada sisi kumfika, walitaka kumpata, lakini sisi tukamaliza kabisa. Kumaanisha kwamba wanategemea sisi. Usili wetu unawafanya wao kuhangaika. Leo nafikia hatua ndio wanasajili watu wachezaji wa ajabu. Wewe ndio kuchukua striker ana goli 4 kwa msimu.
Yani huko ni kuhangaika, wanategemea scout wetu. Kwa hiyo nadhani kikubwa cha usiri ni sababu ya Simba kuamua kufanya siri, kwa sababu wamegundua Yanga hawana scout. Yanga wanategemea Simba kama scout. Kwa hiyo Simba wameamua kufanya siri ili mradi Yanga wakose wachezaji, na kuhakikishia hizo bilioni ngapi walizosema wameziandaa kwa ajili ya usajili, watasajili wachezaji wa ndani. Ndio maana hawana jicho la kusajili wachezaji wa nje, na endapo kusajili wachezaji wa nje watakuwa kocha ndo kaamua ulete huyu, ambayo ndio itakuja kutokea yale ambayo ya Romain Folz Minuno aleta wachezaji wake, au kocha wao aliondoka huyu alileta watu wakina Buba Jeneni, wachezaji ambao waeleweki lakini kwa kusema wao kama wajicho la wachezaji, Yanga wajicho la wachezaji. Kwa hiyo nadhani ndio kikubwa kusababisha usajili umekuwa mkubwa sana kwa msimu katika Yanga usajili. Usajili wao kweli amerudi Jangwani au la? Kuhusu Stefan Ziki wanapambana, lakini hawana hiyo hela. Wametenga bilioni takriban 10, lakini hiyo elimu hawana. Pesa inayotakiwa kwa kumtoa Ziziki pale sio chini ya bilioni 3. Yanga hawana uwezo wa kutoa bilioni 3 kwa mchezaji kama Ziziki. Yaani hapa wanachokifanya tonga maji kwenye kino. Ningewaomba tu waende wakakaa na viongozi wa Simba wawasaidie kwenye scout. Msimu huu Yanga hawezi kufanya usajili wote wa maana, kwa sababu scout wao mkubwa wanamtegemea ni kutoka Simba, ambao ni Simba wenyewe. Sasa kama Simba imefanya usili hivi, Yanga atamsajili nani? Kitakachoendelea msimu unaenda kuanza ni maajabu katika mpira wetu. Simba anafanya vizuri kwenye ligi ya ndani mpaka kimataifa, na huu unaokuja ni ubaya ubwela kweli kweli. Simba amekabilika kila idara. Hapo angalia wachezaji wanaoongoza. Afu kitu kuja kuelewa, Simba msimu huu wameamua kuwabakiza wachezaji wao muhimu. Ndio baada ya kuamua wachezaji wao muhimu, sasa hivi waenda kusajili tena watu kwa ajili ya kuongeza nguvu. Kwa hiyo natoka mtu anaingia mtu. Bro, Simba ya msimu unakuja kuanza sio Simba ya kawaida. Hili ni tsunami katika soka letu la Tanzania.